Haleluya, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mtumishi wa Mungu, tuendelee kujifunza neno la Mungu kwa siku ya leo. Na napenda tujifunze, mtumishi wa Mungu, vitu vitatu ambavyo ni mapacha kwenye haya maisha, na pia vitu hivyo huleta utasa kwa watu. Vitu vitatu vinavyoleta utasa kwenye maisha ya watu. Kabla ya kujifunza, mtumishi wa Mungu, naomba niombe ili Bwana aweze kufungua fahamu zetu tuweze kuelewa na maandiko. Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neema na kibali hiki. Tazama wakati huu na saa hii, Bwana, tunapoenda kujifunza neno lako. Ninaomba ufungue fahamu zetu tuweze kuelewa, Bwana, neno lako sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina lako takatifu ninaomba na kuamini ya kwamba utakuwa pamoja na sisi. Amen. Mtumishi wa Mungu, karibu tuendelee kujifunza kwa siku ya leo. Vitu vitatu vinavyoleta utasa kwenye maisha ya mtu, aidha kiuchumi, kisiasa, hata katika lango la utumishi. Kitu cha kwanza ambacho kinaleta utasa, mtu wa Mungu, kwenye haya maisha, kuna uzinzi au ngono. Kitu cha pili, taenda haraka ili uweze kunielewa. Kitu cha pili ni ulevi. Kitu cha tatu ni muziki. Haleluya. Mtu wa Mungu, hivi vitu vitatu ni mapacha. Popote ambapo utakuta kuna ngono au kuna uzinzi, lazima pombe uikute. Kama hamna hicho, lazima utakuta muziki. Na ndio maana sehemu nyingi ambapo unakuta kuna guest, kuna bar, kuna ngono zinaendelea, pia kuna uzinzi na muziki ipo. Lakini mtumishi wa Mungu, nataka nichimbe kimoja baada ya kingine ili tuweze kuelewana vizuri. Nataka tufafanue moja baada ya nyingine kwamba je, mtu wa Mungu, kwa hicho anachokizungumza kuna uhalisia? Kwa kweli, mtu wa Mungu, kuna uhalisia. Nataka tuanze na kitu kimoja ambacho kinaitwa uzinzi. Uzinzi, mtu wa Mungu, huondoa maarifa. Uzinzi huondoa maarifa. Uzinzi huharibu vya Mungu ndani ya mtu. Uzinzi una tabia ya kuharibu vitu vya Mungu kabisa ndani ya mtu. Uzinzi ndio huondoa ufahamu pamoja na maarifa ndani ya mtu yoyote yule. Haihitaji kutafuta njia mbadala ya kuongeza ufahamu. No, inahitaji kuacha uzinzi tu ili maarifa na ufahamu uweze kuongezeka. Shalom. Shalom, shalom. So, uzinzi kama unaharibu maarifa, maana yake inatakiwa uache uzinzi ili maarifa yako yaongezeke. Naomba tuangalie kile kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 11. Hosea sura ya 4 mstari wa 11 anasema kwamba uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Hosea 4 mstari wa 11 anasema uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Kwa hiyo kinachoondoa fahamu za wanadamu, kama nilivyokuambia kwamba uzinzi huondoa fahamu, ni uzinzi. Kwa uzinzi huondoa fahamu 100%. Kwa sababu anavyosema Hosea kwamba uzinzi na divai pamoja na divai mpya. Divai nitakuja nikuelekeze vizuri kwa sababu na yenyewe pia nimeitaja kwenye habari za ulevi. Utanielewa, mtu wa Mungu, vizuri. Nitakuja nikuelezee zaidi kipengele cha pili. Lakini nataka tuendelee na uzinzi. Uzinzi maana yake huondoa fahamu za mtu. Fahamu za mtu haziondoki, mtumishi wa Mungu, kwa vitu vingine. Badala yake, uzinzi ni mlango mkubwa ambao unasababisha kuondoa fahamu za mtu. Kwa hiyo watu wengi wanapotea si kwa sababu hawana fahamu, no. Watu wengi wanapotea ni kwa sababu kinaingia ndani yao kinachoondoa zile fahamu. Kwa sababu naamini kila mmoja anazo fahamu. Haleluya.
Kwa naamini kila mmoja anazofahamu, lakini kinachosababisha mtu yule fahamu zake ziondoke ni mara baada ya kuingia kwenye lango la uzinzi. Kwa haujapata fahamu za kutosha ndani ya maisha yako, haujapata elimu ya kutosha ndani ya maisha yako, kama kuna kasehemu kanaingia ambako ni kauzinzi ndani ya maisha yako, ili uondoe ujinga ambao umo ndani ya maisha yako, lazima ukubaliane na kuondoa kwanza lango la uzinzi. Ulizuie lango la uzinzi. Zuia lango. Kuna mwingine anadhani anafikiria kwamba mimi mbona sio mzinzi kwenye maisha yangu. Hebu nisikilize mtu wa Mungu, kitabu cha Mathayo sura ya 11 pale. Sura ya 5 mstari wa 28. Anasema kwamba mtu yeyote amtazamaye mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Lakini sio hivyo tu. Pia mtu yeyote amtazamaye mwanaume na kumtamani. Kwa maana kuna mwingine anadhani hili linawahusu wanaume. No, wote, jinsia zote mbili. Maana yake kama utamtazama mwanamke na kumtamani, maana yake kuna element, kuna dalili za uzinzi ndani ya maisha yako. Vivyo hivyo mwanamke, kama utamtazama mwanaume na kumtamani, kuna uzinzi ndani yako. Sasa uzinzi huwa unaondoa fahamu. Mtu wa Mungu, kitu ambacho kitakusaidia kuwa huru katika maisha ni kujitenga mbali na uzinzi. Maana mtu aliyejitenga mbali na uzinzi, maana yake vice versa is normally true. Kama uzinzi unaondoa fahamu, alivyosema Hosea, maana yake ukiacha uzinzi utaongeza fahamu. Haujaongeza fahamu zako kama haujaacha uzinzi. Shalom. Nami ni mtu wa Mungu, tuko pamoja. Kabla ya kuendelea, naomba mtu wa Mungu nikushukuru kwa sababu ya kupata muda wako na kufuatilia mafundisho. Lakini zaidi ya yote, mtumishi wa Mungu, unaweza ukaingia YouTube pale ukasearch Word Ministry, zeni utajifunza na utaendelea kupata mafundisho mbalimbali. Bwana akubariki sana, na mimi naamini Mungu atakubariki zaidi katika jina lake takatifu. Amen.